kuna kitu ambacho tunapaswa kukijua. Watu wanapaswa kukitambua. Neno la Mungu halijawahi kuchuja. Mtu anaweza kusema ninajua mstari fulani, lakini udhihirisho wa kile alichokijua hauko kwenye maisha yake. Chochote unachokijua kina matokeo ndani yako. Kwa mfano, kuna mtu analifahamu embe. Ukimwambia nielezee kuhusiana na embe, atakuelezea jinsi hivyo tamu. Lakini kuna mtu ukimwambia kuelezea upana zaidi wa embe hilo ambalo mtu anasema ni tamu, embe hilo limempa mtu kujenga. Manake unajua vipi kuhusiana na hicho kitu? Okay. Neno la Mungu haliwezi kuzoeleka. Neno la Mungu ni lipya kila siku. Siku moja nilitoka nikaenda kumpa mtu shuhuda kuhusiana na neno la Mungu, kumfundisha neno la Mungu. Roho Mtakatifu akaniongoza mpaka kwa yule mtu. Nikamfundisha kwa jinsi Musa alivyookoa wana wa Israeli na bahari ya Shamu na mkono wa Farao. Wakati ninamfundisha nikatoka, wakati nikiwa ninaelekea nyumbani, mtu yule akinisindikiza, njiani tukakuta mti mmoja mwembe, ukaangusha embe moja. Yule mtu akaniambia, mtumishi, okota embe hili, ni Mungu amekupatia. Nikamwambia hapana, nikitizama kwenye mwembe hakuna embe hata moja, ni moja tu na limeiva na sio msimu wa maembe. Nikakataa kuliokota ile embe, lakini akanisisitizia na kuniambia, wewe umeniambia Mungu anafanya njia pasipokuwa na njia. Neno lile likapita kwenye mifupa yangu, likapita kwenye moyo wangu, likanichoma. Nikagundua kwamba sikuenda kumfundisha, bali mimi ndo nilienda kufundishwa. Kwa nini naongea hivi? Kwa sababu unaweza ukasema neno hili nimelisoma sana, neno hili ninalijua sana, lakini ili neno hili tujue kwamba unalijua, liwe na udhihirisho kwenye maisha yako, liwe na matokeo kwenye maisha yako. Embe ambalo wewe unalisifia kwa utamu, embe hilo kuna mtu analisifia limempa utajiri. Kuna mtu analisifia linamfanya amekuwa mfanya biashara. Kwa hiyo kile neno la Mungu leo unalolijua, je, umeliona? Maana kuliona ni tofauti na kulijua. Ukisema ninalijua, maana yake unajua kwa mapana na marefu, faida zake na umuhimu wake. So mimi ninachofahamu, kila aliyekutana na neno la Mungu live, maisha yake yalibadilika. Neno la Mungu linaweza kubadilisha maisha ya mtu bila mtu kuomba. Neno la Mungu automatic linaweza badilisha maisha ya mtu kabla hata mtu hajaomba. Najua hivyo, na ndivyo jinsi ilivyo. So neno la Mungu haliwezi kuwa ni lile unaolijua. Neno la Mungu linakuwa ni lile lenye matokeo. Okay, Isaya anasema, Roho Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Neno hilo Isaya alikuwa anasoma, Yesu alikuja akasema hivi, Roho Bwana Mungu juu yangu, kwani Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu. Baada ya kusoma neno lile alilosoma Isaya, maandiko anasema Yesu akawaambia, leo neno hili limetimia machoni penu. Maandiko anasema watu wote waliosikia waliinuka wakaanza kushangaa kwa mshangao mkuu. Yaani ni nini kinachotokea? Kwa hiyo nini kinachotaka uone hapa? Kwamba kuna watu wameshasikia kuhusiana na neno la Mungu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Anasema hiyo ni Zaburi ya 23 na mimi nalijua. Mimi nauliza swali, kama unalijua, je, Mungu unauhakika amekuwa ni mchungaji kwa maisha yako? Mungu unauhakika kwenye hiyo mistari imetimia maishani mwako? Yesu asema neno hili limetimia. Kwa hiyo siku zote lilikuwa likisomwa lakini halikutimia, lakini Yesu asema limetimia. Kwa hiyo neno la Mungu kisema nalijua, uhakikishe limetimia kwenye maisha yako. Be blessed you.